Mhudumu huyo alikwenda pale mapema kwanza majira ya saa 1:30 akakutana na mhusika kwa maana huyo Asheri na kutaka kumuuliza kama anahitaji huduma yoyote. Akamwambia kwamba nitahitaji huduma, lakini naomba uje baada ya dakika 10, lakini kwa sasa hivi naomba uniazime chaja yako, maana naona simu yangu chaji yake kidogo ina changamoto. Baadaye akaja kukumbuka kwamba ana ahadi ya kurudi tena kwenye chumba namba 25 ambacho Asheri alikuwa anaishi. Aliporudi tena baada ya kama dakika 20 akagonga ule mlango, akakuta mlango haufunguki na hakuna mtu anayefungua, lakini taa zote za ndani zikiwa zimezimwa. Kwa kuwa yeye alikuwa ana ufunguo wa dharura, pale anapotembea akakuta mlango haufunguki, basi alitumia ufunguo huo kufungua kuangalia ndani kuna nini. Alipofungua akakuta kuna giza, lakini alipofungua na kujaribu kufunga mlango ili aendelee kukagua zaidi ndani, akasikia kama kishindo upande wa kushoto ambapo kuna makabati ya nguo, na alipoangalia akamuona huyu mgeni wa kike aitwaye Asheri akiwa ananing'inia kwenye kabati kwa ndani kwa kutumia kamba ya nguo ya yale masweta ya kujihifadhia mle ndani ya chumba, ile kamba ile ya kujifunga kiunoni, tumboni, lakini akafunga juu kwenye henga zile. Pale kwenye hoteli nadhani mnaona kwenye makabati kunakuwa na chuma ambacho kinakuwa na henga. Kwa hiyo alifunga pale, akajifunga, akamkuta pale akiwa anatapatapa. Akatoka mbio sasa huyu mhudumu kwenda kutoa taarifa. Mhusika alihamishwa hospitali ya Ampola iliyopo mjini Magharibi kwa ajili ya matibabu zaidi, na wakati anaendelea kupata matibabu, ilipofika tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 9 mchana alifariki dunia akiwa bado anaendelea kupata matibabu.